Baba Mtakatifu Francisco ni kati ya mababa baba mtakatifu ambao nimehusiana nao personally. Yeye ni watatu. Nimeanza kuhusiana kwa karibu sana na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kwanza, kwa sababu ni yeye aliyeniteua kwa askofu, na mambo mengine yote yaliyofuata baada ya hapo ilikuwa ni Yohane Paulo wa Pili. Na alipofariki Yohane Paulo wa Pili, ilikuwa kama moja kati ya makardinali ambao walingojewa waende sio tu kwa mazishi yake ya Baba Mtakatifu, lakini pia kwa uteuzi na uchaguzi wa Baba Mtakatifu mrithi wa Yohane Paulo wa Pili. Na akatokea Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ambaye pia pamoja na ukweli kwamba Baba Mtakatifu na kwada ni kwa pamoja, lakini Benedikto kama vile Yohane Paulo wa Pili ni watu ambao naweza kusema kwa karibu, kwa sababu ifanya kazi za ndani kwa pamoja nao. Kwa hiyo lakini alafu baadaye niwaza alifariki, alijiuzuru Benedikto wa 16 kabla ya kufariki, na nikashiriki katika uteuzi na uchaguzi wa Baba Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo ilikuwa naweza kusema ni kama na baba watatifu hawa watatu, na kuna kitu fulani cha kuunganisha mimi na wao katika upande unao Waingereza wanasema personality au personal connection. Sasa Baba Mtakatifu Francisco amefariki. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika kipindi chake cha mwisho cha maisha ameweza kuwa ni yeye amefanikisha shughuli nzima ambayo tulikuwa na hamu nayo sana ya kuwa na jimbo la Bagamoyo. Kwangu ilikuwa ni kama kusema shughuli zote ulizojaribu kufanya kuhusu jimbo la Bagamoyo zimetazamwa kwa karibu, na Baba Mtakatifu anahakikisha kwamba hiyo inafanikiwa, na kweli tuseme imekuwa hivyo, imekuwa ni hivyo. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kama tunabaki tuona na wazo la Bagamoyo, ilikuwa ni wakati wake tulipofanya jubilea ya miaka 150 ya uinjilishaji. Hakuna anayesema kwa nini wakati ule hakufanya, lakini kama nilivyosema, wakati wote kwa mwisho ni wa Mwenyezi, ndiye anayeamua wakati gani ni wa kufaa. Kwa hiyo amefanya hivi, na kwamba Mwenyezi amefanya yeye atuachie jimbo la Bagamoyo katika siku zake za mwisho. Mimi nafikiri ni zawadi ambayo Mwenyezi alitaka kutupatia katika shughuli zote za uinjilishaji katika
kanisa letu la Tanzania. Maisha ya Baba Mtakatifu Francisco, kumekuwa mambo mengine ambayo watu walishindwa kuelewana na kukubaliana naye, lakini kwa mwisho lazima tukiri kwamba ametufanya tumelinda imani, na hii ndio kazi kubwa ya Baba Mtakatifu katika kanisa. Baba Mtakatifu kazi yake kubwa ni kulifanya kanisa libaki katika imani Katoliki, imani ya kanisa, imani ya mitume, yote hayo yote yaendelee. Na kama ninavyosema daima, Mwenyezi anatenda kila kitu kwa wakati wake. Kama amependa kumchukua sasa, basi ni kwa sababu ameona kazi yake imekamilika, na shughuli ambayo alitazamia Mwenyezi alitazamia Papa Francisco aifanye, ni kwamba imefikia wakati wake. Wengine watajua namna ya kuendelea kutoka pale. Sasa ni wazi watu wengi wananiuliza, wewe ulikuwepo katika uchaguzi wa Papa Benedikto na ukawepo katika uchaguzi wa Papa Francisco. Hivi na sasa utakwenda Roma kwenda kufanya kazi hiyo. Sheria ya kanisa iko wazi sana juu ya swali hilo. Ni kwamba kwa kardinali yote, baada ya kufikisha umri wa miaka 80 ya kuzaliwa, anakuwa hahesabiwi tena kwa kuweza kuingia katika shughuli za uchaguzi wa Baba Mtakatifu. Sababu zipi zilifikia katika sheria hiyo, wataalamu wanaweza wakaongea na, lakini nafikiri ni kweli, baada ya mtu kufanya kazi kwa miaka 80 alafu kumwongezea shughuli inayo kwa kweli ni nzito, ni nzito. Kusema ukweli kabisa, nilikuwa namwomba Mwenyezi Mungu Francisco abaki kwenye ofisi yake angalau mimi nitimize miaka 80, kwa sababu sikuwa na hamu ya kurudi katika kazi ile ya uchaguzi wa Baba Mtakatifu mwingine. Watu wengine wanaweza kufikiri ni heshima, ni kitu gani, lakini ni shughuli inayochosha, demanding, wazungu wanasema. Kwa hiyo sikuwa na wazo na hamu, sikuwa na hamu ya kwamba nirudi tena katika ile shughuli zile za uchaguzi. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, alisikia ombi langu. Baba Mtakatifu amefariki baada ya mimi walau kutimiza miaka 80 ya kuzaliwa. Kwa hiyo huko wataenda wanaohusika. Ni wazi, ingekuwa ni mtu una uwezo wa kusafiri kwa urahisi na nini, hukatazwi kwenda kwa mazishi, hasa kwa nafasi kama ya kwangu, kwamba ni mmoja kati ya wale mpigia kura. Kwenda kwa mazishi ingekuwa ni jambo kubwa, lakini
hata hiyo katika hali yangu ya kiafya kisasa, kusafiri tena safari ya kwenda Roma na si kitu ambacho mtu nakitamani sana. Ingekuwa ni lazima kwenda, labda hapo ingekuwa kufikiri mara mbili, lakini kwa sababu hakuna ulazima huo, namshukuru Mwenyezi kwamba hata kwa mazishi sitaenda. Ningeenda, hakuna mtu angenifukuza, lakini ni wazi baada ya mazishi ningeambiwa kaa pembeni, acha wengine wafanye kazi yao, ulishafikisha miaka 80, wale walio vijana zaidi watekeleze hiyo kazi. Na kwa Tanzania namshukuru Mwenyezi kwamba tokea wakati wa kumchagua Yohane Paulo wa pili, hata Paulo wa sita, tumekuwepo daima na representation ya Mtanzania, mwakilishi wa Tanzania katika shughuli ya uchaguzi. Na hivi tunaye Kardinali Rugambwa namba 2 ambaye atakwenda, anadaiwa lazima aende ili awepo katika uchaguzi wa Baba Mtakatifu mwingine. Kwa hiyo sio hata kwamba mimi mwenyewe siwezi kwenda, hata ningekuwa na hamu ya kwenda na uwezo wa kwenda, sione kama Tanzania tumepungukiwa kitu. Kinyume chake, namshukuru Mwenyezi, tunayo representation ya Tanzania katika nchi hayo. Ni kwamba kwa kila kipindi Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na Baba Mtakatifu ndani ya kanisa ambaye ni ideal kwa wakati wake. Kwa muda wa miaka mingi tulikuwa na Yohane Paulo wa pili ambaye alizunguka sehemu mbalimbali ulimwenguni, hata akafika hapa kwetu Tanzania. Alikaa hapa Tanzania kwa siku 5, ambayo si nchi nyingi zilikuwa na bahati kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni zawadi. Sasa kwa sasa tunaloweza kufanya la muhimu ni wakati anapozikwa Baba Mtakatifu Francisco, kumwomba Mwenyezi Mungu ajalie kanisa lake papa atakayekuwa kwa ajili ya manufaa ya kanisa zima, lakini pia kwa ajili ya kanisa la kwetu Tanzania. Kama vile tumefaidi daima kuwepo na ukaribu wa Baba Mtakatifu, hata mpaka dakika ya mwisho kwa kupatiwa jimbo la Bagamoyo. Tuombe Mungu kwamba Baba Watakatifu wanaokuja wataendelea kuwa na uhusiano wa pekee kwa hiki na kile, ama kupitia maaskofu watakaowateua, au kama wanateua makardinali au vitu gani, lakini Tanzania ibaki katika nafasi ile ya uhusiano wa karibu na kanisa la Roma. Hiyo ya Baba Mtakatifu kuja huku daima inakuwa ni kitu cha baraka na neema kubwa, kuwa na Baba Mtakatifu anaweza. Lakini basi Baba Mtakatifu Francisco amejitahidi katika hali yake, kwa mfano kufanya safari ya kwenda Sudan, katika nchi hizi za Afrika Mashariki au nchi za Misea,
amekuja mpaka nani Sudan, na kwa hali yake ilikuwa ni nafasi ya neema na ya baraka ambayo sisi kama sehemu ya AMISEA hata sisi Tanzania tunaweza kujivunia katika baraka hii, kwamba tunatamani na tuendelee kuzipata baraka hizo katika kwa Baba Watakatifu watakaokuja. Ni kitu cha kawaida, ni hamu ya kupendeza mbele ya Mwenyezi Mungu, na si vibaya kuendelea kumuomba Mwenyezi aendelee kutujalia uhusiano wa karibu na wa upendo kutoka kwa Baba Mtakatifu yeyote awaye na kanisa letu la Tanzania, kwa sababu hii kama nilivyosema, safari kama ya Yohane Paulo wa pili au uhusiano wa Yohane Paulo wa pili na kanisa la Tanzania ilikuwa ni wa kuimarisha kanisa, lakini daima lolote lile ambalo Baba Mtakatifu anajifanya linakuwa na matokeo ya mazuri katika kanisa. Kwa hiyo ni kitu tunakiomba kwa Mwenyezi, na Mwenyezi bila shaka atasikiza maombi yetu, maana mambo yanayokuwa mazuri Mwenyezi hayapuzi. Mungu Mwenyezi, ulitupatia Baba Mtakatifu Francisco awe kiongozi wa kanisa la ulimwengu mzima, na kwa hiyo akawa kiongozi wetu pia katika kanisa la Tanzania. Sasa umependa kumwita kwako, tunakuomba umweke mahali pema huko mbinguni, kusudi na sisi tutakapounganika naye tufurahi kumkuta katika hali ya neema na baraka huko mbinguni, ambapo tutapenda kwa pamoja kuishi na kukusifu wewe Mwenyezi. Tunaomba yote hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni.